na ndipo akaambia wewe unaweza kutafsiri, akasema si mimi ninatafsiri, bali ni Mungu anaweza kutoa tafsiri ya ndoto hii. Na Yusufu akampa tafsiri Farao juu ya ng'ombe 7 walionona ni miaka 7 yenye chakula juu ya taifa la Misri, na juu ya ng'ombe 7 waliokonda ni miaka 7 ya njaa. Katika jina la Yesu, kilichotokea ni kitu gani? Unafahamu, alipotafsiri ndoto ile, Farao akamwambia tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Akamwambia wewe ndio utakuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri, utakusanya kwa miaka 7 yote chakula ukaweka kwenye magala, ili miaka 7 ya njaa itapokuja tuwe salama. Na nataka kuambia toka pale historia ya Yusufu ilibadilika kwa sababu ya kubeba chuki juu ya wale watesi wake. Historia ya Yusufu ilibadilika ni kwa sababu aliwatendea vema wale waliomtendea mabaya. Nataka kukuambia nguvu ya upendo katika maisha ya muamini ni kuweza kutenda mema unapotendea mabaya. Yusufu alipotendewa mabaya alilipa mema, na Mungu kampa kuwa waziri katika taifa kubwa. Wakati ule lilikuwa linaitwa taifa la Misri, ambaye alikuwa anaongoza Farao. Nataka kukuambia jambo moja, nisikilize kwa umakini. Yumkini kwenye maisha yako imetokea mara nyingi umefanywa mambo mabaya, umekuwa ni mtu kulipiza kisasi, umepokea kwa waganga, nataka upate msaada wa hao wanaokuoga, kwa hao ambao wanakufanya mambo ndivyo sivyo. Nataka kukuambia, unapokwenda kule na kuzijua habari za hao watu, unapata uchungu, na ule uchungu ni roho. Uchungu unazaa chuki, unaanza kuwachukia ndugu zako. Unapokwenda kwa waganga, wanakwambia jirani yako ndio anakuloga, unaanza kutengeneza chuki kwa jirani yako. Nataka kukuambia jambo moja nalolijua, linaloweza kukusaidia. Hatushindi ubaya kwa ubaya, tunashinda ubaya kwa mema, na tunashinda roho ya chuki kwa kutumia roho ya wema. Tunashinda chuki kwa upendo. Nataka kukuambia upendo ni nini asubuhi ya leo. Yesu Kristo anatufundisha kuwa wenye upendo. Yesu Kristo alitendewa vibaya akalipa mema, walimpiga akasema Baba uwasamehe kwa maana hao hawajui walitendalo. Nataka kukuambia Yesu Kristo anatufundisha mema wala atufundisha mabaya. Ukienda kwenye kitabu pia cha Matendo ya Mitume utakutana na mtu anaitwa Stefano, naye pia walimpiga kwa mawe, na badala ya kuwalaani yeye aliwabariki. Akasema ninaona mbingu zimefunuka, ninamuona mwana wa Adamu amesimama juu ya kiti cha rehema na ananipokea. Ndipo akamuua kwa mawe. Nataka kukuambia mawe wanayokutumia ndugu hao maadui zako yatakuwa ni sababu ya kukupaisha. Hayo mawe wanakutupia yatumie kujenga mafanikio yako na kufika mbali, wala usiwachukie adui zako. Wapende. Biblia inasema hivi, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowausi, maana kwa kufanya hivyo mtakuwa watoto baba yenu aliye juu mbinguni. Ni mara ngapi unaweza kuombea watu wanaokuuzi? Niambie ukweli. Ni mara ngapi unaweza kuwapenda mtu ambaye unajua anakuchukia? Sio jambo dogo, sio jambo dogo. Inabidi upate neema ya Mungu, inabidi upate karama ya Mungu, ni upendo. Maana upendo hautafuti mambo yake, upendo hauhesabu mabaya, upendo uvumilia, upendo uamini yote, upendo unaweza yote. Leo siku leo ni lazima ukubali kushinda roho ya uchungu, ushinde chuki. Uchungu utakusababishia ubaki kuwa una mafanikio. Unapoendelea kuwachukia watu, unajizuia mwenyewe kufika katika lile lengo la Mungu. Yusufu angekuwa na chuki juu ya ndugu zake, asingekuwa waziri mkuu, hata kama Mungu alimwambia atakuwa waziri. Nataka kukwambia na wewe, hata hiyo promotion kazini utaipata kuendelea kuwa na chuki na wafanyakazi wenzako. Ana huyo jirani yako, usiweke chuki, penda mema, mshukuru Mungu. Mungu ndo anajua kulipa kisasi. Kisasi ni juu ya Mungu wala sio juu ya wanadamu. Mungu aichukue nafasi. Leo utapata neema ya kushinda unapoachilia nafasi ya Mungu apigane vita yako. Na ndio maana ilifika mahali wana wa Israeli walipoangalia nyuma alikuwa jeshi la Farao linakuja, walipoangalia kushoto na kulia kulikuwa kuna milima, walipoangalia mbele yao waliona bahari, wakasema tunakufa leo. Na ndipo Musa Mungu akamwambia waambie wana wa Israeli wanyamaze kimya, waambie wana wa Israeli wasio na hofu.
maana leo hii hawa wa Misri, hawa maadui zao naona hawatawaona tena. Akasema kanyele Kutoka 14:14, waambie wanyamaze kimya na mimi Bwana nitapigana. Wakati umekubali kwenye maisha yako kunyamaza kimya. Kunyamaza kimya maana yake ni nini? Ni kuwatendea maadui zako vyema. Kunyamaza kimya maana yake ni nini? Ni kuwaombea mema. Kunyamaza kimya ni nini? Ni kutokulipa kisasi. Kunyamaza kimya ni nini? Ni kutokuwa na chuki na wale ambao wanakukosea. Unaponyamaza kimya, unamruhusu Mungu kupigana, unamruhusu Mungu kuchukua nafasi ya kukutetea. Unajua wakati mwingi tumekosa kutetewa na Mungu kwa sababu tunataka kujitetea wenyewe. Mungu hawezi kumtetea mtu ambaye anajitetea mwenyewe. Mungu anamtetea mtu anayemwamini ili ampiganie. Hivyo ndivyo ilivyo. Na nipenda neno la Mungu ni kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 3 ya 20 na mstari wa 20, imeandika, mwaminini Mungu nanyi mtathibitika, waaminini manabii wake nanyi mtafanikiwa. Kwa hiyo mafanikio ya mtu yameambatanishwa na utii wake juu ya maneno ya Mungu, juu ya wale watumishi wanamletea neno la Mungu sahihi. Mafanikio yako kama utalitii neno la Mungu leo, ukapenda adui zako, ukaombea wanakuuzi, ukaondoa roho ya uchungu, utavuka, utashinda. Hautaendelea hapo ulipo. Unapokuwa na chuki ndani yako, umeamua kujipigania mwenyewe, unaamua kufanya mwenyewe unavyotaka. Na nataka kukwambia, chuki leo imezalisha ndani ya watu magonjwa mabaya kama pressure. Unajua kwa nini watu wengi leo wana pressure? Kwa sababu wana msongo wa mawazo. Kuna mambo yamewasibu kwenye maisha yao, kuna mambo magumu yasiyokuwa na majibu, na haya mambo magumu yasiyokuwa na majibu, wakilala usiku wanayafikiria, wakiamka asubuhi wanayafikiria, mchana wanayafikiria. Kwa hiyo moyo unakosa nguvu, unaanza kupiga pampu damu kwa tofauti, mapigo tofauti, unaanza kuishiwa na nguvu, unapata ugonjwa unaitwa pressure. Leo ukitaka kupona pressure, mpe Mungu hii vita yako, apigane nayo. Hayo mizigo yako mpe Yesu. Anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia, nitaingia kwake, nitakula mimi pamoja naye na yeye pamoja nami. Anasema katika kitabu cha Mathayo 11:28, anasema maneno mazuri kabisa. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nani mtapata raha nafsini mwenu. Leo Yesu anatoa wito kwako, mkubali Yesu, ukae mbali na presha, ukae mbali na kisukari, ukae mbali na magonjwa ambayo siambukiza kwenye mwili wako, maana hiyo roho ya uchungu unatengeneza magonjwa ndani ya watu, wanadamu wasipojua wao. Umekuwa na msongo wa mawazo, maisha ya rembi, unaendelea kuangalia maisha yanakuwa magumu, unatafuta mchawi maisha yako ni nani. Inawezekana sengine mchawi maisha yako ukawa ni wewe mwenyewe. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie ukubali kusamehe. Dawa ya kushinda chuki ni kusamehe.